verse 22. The Bible says, but now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and at the end everlasting life. But now. Kuna assignment nitawapatia siku ya leo wale ambao mko na smartphone. Ukienda nyumbani, you can Google. Kuna mama moja ambaye alikuwa anaitwa Krista Rodriguez. Kyrzayda, not the Krista, but the Kyrzayda. C-R-I-S-D-A, Kyrzayda Rodriguez. Mkienda nyumbani, nunue pandos kidogo, and uweke hiyo china, takuletea huyu mama, ambaye ukisoma historia yake, she was a billionaire. Alikuwa ni mama ambaye alikuwa na pesa nyingi. Money was not the problem with her. She was a billionaire. And she was the most famous woman in this mambo ya design and fashion. She was also a writer. Alikuwa anaandika, mchapasaji wa vitabu. Alikuwa anaandika vitabu. Alikuwa na msichana mmoja. She had one daughter. Na she had divorced. Aliolewa alafu akawachana na bwana yake. Origin, alitoka nchi ambayo inaitwa Dominican Republic, but she migrated to United States of America, New Jersey. Na ukisoma kuhusu Kyrzayda Rodriguez, akakuwa na cancer. And when the cancer was discovered, ilikuwa imeenda stage 4. Aina ya cancer ilikuwa ile ambayo tunaitwa abdominal cancer. Then usome hiyo historia yake. Before she died, kabla ya kifo chake, from the hospital bed, akaandika mambo 9. She wrote 9 points. And those 9 points, utasoma pale, siko pale from point 1 to point 9. Waja nisome, akaandika, I had the world's most expensive car planned in my garage. Ya kwamba katika garage yangu, ukienda pale, she was reading these words from the hospital bed. Ukienda pale, you can find the world is most expensive brand. Yani ile gari ya bei ya juu kabisa utaipata katika the garage. Utaienda pale utaipata pale. But now I am traveling in a wheelchair supported by 2 nurses. Ile gari sasa inisaidii, iko pale. Ainisaidii. But now I'm traveling in a wheelchair. That was point number 1. Point number 2. My house is full of all kinds of designers clothing. Kienda katika wardrobe yangu, utapata manguo ambayo ni ya bei ya juu. Utapata viatu. Utapata viatu. And many valuables. Hizo rings nini, gold zimetengenezwa na gold of very high prices. But now my body is wrapped in a small sheet of cloth provided by the hospital. Sile nguo sasa azinisaidii. In my hospital bed, I'm covered by only a sheet. Igitamba ona igentu bitanya gitari. Point number 3. There is enough money in my bank accounts. Niko na pesa mingi. Pesa niko nayo.
katika my bank accounts, and I have several of my bank accounts. But now, that money is not benefiting me. Iyo pesa anisaidii. That was point number 3. Point number 4. My house is a palace. By the way, ukienda pale, you can Google hiyo kitu ambayo inaitwa Kyrzayda Rodriguez is hiyo nyumba yake. Iko picha pale. Very smart. A palace. Kiangalia nyasi pale nje. Green. My house is like a palace. But now, I'm laying in a small room in the hospital. Niko katika kachumba kidogo hapa hospitalini. Point number 5. I can go from 5-star hotel to another 5-star hotel using my private chopper. Niko na helicopters, private choppers. I can go to any hotel. But now, I am spending time moving from the lab to lab, from toilet to toilet, in a wheelchair. Ile maisha ambayo nilikuwa naenda in 5-star hotels, nakula chakula ambacho nataka. Private jet yangu inanileta paka kwa hapa nje kwangu. Sasa, I'm spending time, unaambiwa enda kwa lab, unakimbishwa msarani, kimbia kwa toilet, being attended by 2 nurses. But now, point ya star kaandika hivi, I signed hundreds of checks worth millions of dollars to hundreds of companies. Kazi yangu para ofisini ilikuwa to sign checks worth millions of dollars to pay companies. But now, Doctor's Note is my signature. Wale madaktari ambao mko hapa, you understand what I mean by Doctor's Note. Is my signature. Point number 7 is Roth. I had 7 children, women to decorate my hair. Nilikuwa na wanawake 7 ambao kazi yao, by the way, ukiangalia pale, she was very beautiful. Ukiangalia pale, before apate your cancer, ukiangalia pale picha zake siko pale. Anasema nilikuwa na wanawake 7, kazi yao ilikuwa kutengeneza nywele yangu. But now, I don't have hair on my head. Ikichwa yangu. When she was in Arast days, wameweka picha pale, utaona hakuna nywele kwa kichwa yake. But now, point number 8, with a private jet, I can fly wherever I want. Katika ile ndege yangu nilikuwa naenda mahali kokote ambapo nilikuwa nataka. But now, I need 2 people to help to get to the hospital patio. Lazima nisugumwe. Point ya mwisho akaandika, although there are many foods at home. Ukienda kwa my fridges, ukienda pale nyumbani, kila aina ya chakula iko pale, kama ni matunda, kama ni mboga, anything. Any kind of food, you can find it in my home. But now, my food is 2 tablets, tembe mbili. Hiyo ndio chakula yangu. And a few drops of salt at night. Hata supu haingii. Alipomaliza kuandika yale maneno, akasema, this house, ile nyumba ambayo niko nayo kubwa, the car, very expensive, ambayo iko nyumbani, the private jet, sila helicopter sangu, in my house, the furniture, fit safi, so many bank accounts, so much reputation, so much fame, nilikuwa najulikana.
But he was being followed by millions mashabiki wake. None of them are useful to me now. Underline those words. None of them are useful to me now. None of all my valuables can give me relief of the pain I am experiencing. Not even money, see other person can relieve me the pain. Alafu kuelekea mwisho ukisoma hiyo anasema, what is the real meaning of life? Maana ya maisha ni nini? Alafu anasema the real meaning of life is about impacting. The real meaning of life is about affecting life. The real meaning of life is to serve humanity positively, because we are going to give an account to our Creator one day. We are going to give an account to our Creator one day. Arabu anaandika anasema, life is beyond materialism. Life is beyond materialism. Even not vanity upon vanities. All is vanity. Baada ya kumaliza yale akaweka, she posted. I gave you an assignment, utaenda Google that name Kyrzayda Rodriguez. Akaweka kwa mtandao. After about 2 days, she died. Alikufa. She died in September 9, 2018. Tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2018 at the age of 40. Alikuwa kwa miaka 40. That woman, a billionaire, Kyrzayda Rodriguez. But now, watoto wa Mungu ukiingia katika Biblia, there are over 100 verses ambao zinatumia that term, but now. And those words ukiangalia hayo maneno sana sana yameandikwa na mtume Paul. Paul ndiye andika hayo maneno. And when he uses the term but now, it means change of program. It means change of program. Vitu vichenjanga. Things can change. It means change of program. In Ephesians 2, kisoma kitabu cha Waefeso 2, fungu la 13. Huyu ni Paul ameandika, but now in Christ Jesus, you who are far away. Sisi ambao tulikuwa mbali. And the word part, kisoma hilo neno part, it introduces the message of gracious and compassionate intervention of God. It is a good word. Inaleta mambo ambayo yanaleta the grace of God. God is compassionate. God is gracious. When something was lost, but now, ukisoma Biblia inasema, it is found. When something was dead, Biblia inasema, but now arrive. A person was blind. Nasoma historia ya kipofu. Biblia inasema, I was blind. Arabu anasema chini, but now I can see. I can see. There was no way, but God made a way. All was lost. Then we are but God. He redeems, He resurrects, He intervenes, He saves, He makes things anew. But God. Alafu kisoma haya maneno, Paul anasema ya kwamba God is purpose to Paul. Ukisoma kitabu cha The Galatians, utaona ya kwamba Paul reminds us that he was a murderer. He was a murderer. Alikuwa muuaji. Lakini anasema but now, because of the grace of God, because of the grace of God, I am serving God. When usome Galatians,
chapter 1, verse 15. The Bible says, but when you sent me apart before I was even born, ya kwamba mimi Mungu alikuwa amenitenga kando kabla hata sijazaliwa, and who called me by his grace. Who called me by his grace. Everything changed for Paul. But, by the way, ukienda usome, you can Google China path. If you Google, the word path is closely followed by the word in order that Paul might preach the gospel. And therefore the word path is closely followed by the word in order, that I may preach the gospel. If you are a Christian, you have, kama wewe ni Mkristo, you have your path. You have your path with God in order. Your path with God in order. Ephesians 2. When usome verse 1 to 6 inasema, and you were dead in the trespasses and the sins in which you once walked. By the way, today is Deaconary Sabbath. Umeona Deaconary singia. Umeona wakimba hapa. Umeona wanaume deacons. Umeona deaconesses. And most of them dressed in white. But they are not angels. As your malaika. Serving as an elder. Serving as a pastor. Serving as a deaconess. These are not angels. Wamekuwa na ile kitu ambayo tunaita the path katika maisha yao. Some of them, ukisoma wakikwambia historia zao hapa, those who stood here to sing, some of them were drunkards, walikuwa walevi. But now, because of the grace of God, they're serving him. Some of those who sang here, wale ambao walikuwa wanasimama hapa wanaimba, some of them, they danced in the past. Wakikwambia historia zao, walikuwa wanapiga dance. But now, some of them, wakikwambia historia zao, hata wengine, they were thieves. Walikuwa wezi. Some of them were murderers. Some of them, maybe they have aborted children. Wameua watoto. But now, kwa sababu ya neema ya Mungu, because of the grace of God, some of them had envy. Wengine walikuwa na makasiriko. Wengine walikuwa na chuki. But now, lakini sasa, because of the grace of God, ukisoma Romans 6:22 inasema, but now, arabu jini inasema, we have become servants of God. Sasa sisi ni watumishi wa Mungu. And at the end, mwisho is the everlasting life. Ni uzima wa milele. Naombea washiriki wangu, naombea deacons and deaconesses. When we serve God, may we receive the everlasting kingdom. Tupate uzima wa milele. Tusifanye hii kazi halafu tukuja kuambiwa kwamba tokeni kwangu, sikujui. In order that we may serve people with love. By the way, before Krista Rodriguez died, kuna kitu moja ambayo aliandika kwamba serve humanity with love. Penda watu. Penda watu. Kuna watu wengine ambao tunapenda vitu vya dunia hii kuliko kupenda watu. Serve people. Love people. 1 Peter 2:10 inasema kwamba Peter anasema hivi, once you were not a people. Once you were not a people. But now, because of the grace of God, we are a nation. But now, you are God's people. Once you had not received the mercy, but now we have received the mercy, in order that we may proclaim the excellencies of him who has called us. When you read the story of Paul,
he obeyed. Kisoma historia ya Paulo, aliitikia, na baada ya kuitikia, Paul, a murderer, he planted churches. Paul, ambaye alifanya mambo mabaya, mengine hajaandika, he discipled churches. Paul, ambaye alikuwa mtu mbaya, he shepherded the flocks of Christ. And when he wrote several letters. Akaandika barua nyingi ambazo tunasoma in the New Testament to rescue and redeem people 2,000 years ago. That was Paul, a murderer. But now, the work of God. The question, swali ambalo nataka kuleta kwenu jioni ya leo, where has God purposefully placed you to proclaim His excellencies? Serve the Lord where you are. Serve people you do not know. Be a businesswoman. Be a businessman. Our main agenda is not to build kingdoms. Let those kingdoms we build proclaim Christ in those businesses. Mungu hajasema ya kwamba ni mbaya kufanya biashara. Mungu hajasema ya kwamba ni mbaya kuwa billionaire. But whatever we do, let the name of God be glorified in our businesses. Be the student, wanafunzi wa Sironga ambao umefika hapa leo. Kama wewe ni mwanafunzi, proclaim the love of God in your school. Kama wewe ni kijana, proclaim the love of God. Kama wewe ni deacon ama deaconess, proclaim the love of God wherever you are. Serve Him diligently, because God will bring to account everything that we do. As I finish, in the book of 1 Timothy 3:13, inasema, those who have served well, wale ambao wamefanya kazi vizuri. Kama wewe ni deacon, kama wewe ni deaconess, Biblia inasema ya kwamba those who have served well, they will win for themselves the fullness of Christ. Ikazi yetu, deacons and deaconesses, iko na mambo mawili. It is either you receive blessings or you receive curses. Are you doing it? Dorikamo for a song. Unaifanyaje? Dorikamo kwa haraka. Dorikamo wakiondoka, deacons and deaconesses, hata kama even if you did not participate, hata kama ukuimba, na kuomba utasimama hapa mbele so that we can rededicate you to serve humanity. Tumikia Mungu. Abana banyasaya kwa Nyasaye. Serve Him diligently, without complaint. Without complaint. But now,